Hivi kwa kweli wewe mke wangu, kama sio kutaka kuishana, kugoteana mabala, hizo laki 4 mimi nitazitoa wapi? Mimi mtoto wa watu nitazitoa wapi? Mume wangu sasa. Laki 1 tu kuipata tunachoka, jasho natoa. Utafuta, wewe ni mwanaume, lazima upambane na hali yako. Hivi kwa nini wewe mke wangu hunisikilii huruma? Kwa nini hunisikilii huruma? Na mimi nahitaji kupendeza kama wengine. Ndio jukumu lako. Naam. Kwa kweli bofu wangu, kwa kweli kwanza nikupe pongezi. Maana kwa hii dunia hakuna kitu kizuri au raha ya dunia kama vile kuishi ndoa na amani. Kweli kabisa. Kiufupi kwa kweli bofu wangu, mimi sina amani. Yaani sina amani kwa kweli. Kwa huu muda hivi sina pa kupita. Madeni yamekuwa mengi. Yaani natukana huku nikipita, natukana madeni mengi sana. Jili ya dadako. Dadangu. Dadako. Yaani dadako ananikosesha amani. Sina amani hata kidogo mndoa. Kwa kweli. Sasa kwa hiyo bofu wangu, hapa kilichonileta hapa, kwanza ni kukushukuru. Nikushukuru sana kwa kuweza kunilipia yule baba. Wala usijali kabisa, usijali. Unajua sisi wote binadamu ndugu yangu, leo kwangu kesho kwako, ni mzunguko tu unajua. Na sisi ni family bwana, lazima tusaidizane. Ndugu ni kufanana sio kufanana. Kwa kweli lile deni lilikuwa limenitatiza sana. Ama kweli nilikuwa nimekosa pa kupita. Yaani mara nikipita huku tukikutana ananishambulie. Kwa kweli nakushukuru sana. Bila shukrani, sio duniani ni kusaidizana. Unajua kuna watu ambao si wastaarabu katika kudai. Masala mazima ya madeni ni jambo la kawaida unajua. Na licha hivyo shemeji yangu, kwa kweli jambo la pili nimeona nisiwe mwezi wa fadhila bila kukupongeza. Namna unavyoishi ndoa yako wewe na mkeo. Hata mimi pia natamani kabisa ningepata na mimi fursa ya kuishi jinsi wewe unavyoishi na mkeo. Huenda ningepata amani, ningepata utulivu katika nafsi yangu. Kwa kweli nasikia gawivu sana jinsi mnavyoishi na mke wako. Kwa kweli ni jambo la furaha, jambo ambalo linapendeza. Hakuna mtu ambaye hawezi kutamani hiyo ndoa. Ama kweli shemeji yangu, kiufupi hapa unaponiona nimekonda, nimeisha. Naona kabisa. Sina raha kabisa. Sina amani ndoa yangu kabisa. Yaani sina amani, sina furaha yote ile. Yaani ndoa yangu ni kelele kwenda mbele. Nipo kwenye njia panda. Hivi siwezi nikapita kwa majirani. Hadi nimebadilisha njia hivi napita nikiwa nataka kupita hapa napita huku. Juu ya madeni yamekuwa mengi mimi. Yaani nikipita huku na bana, nikipita huku na kamatwa. Unakamatwa kwa nini? Maana hili ile ambayo tumelipa niambia dada ndio alikuwa amechukua. Sasa madeni na wewe unachukua mengine madeni kaka. Shemeji yangu, hayo sio ya kusema. Siwezi nikakuficha. Wewe ni mwanaume mwenzangu. Kwa kweli dada yako ananisumbua. Madeni anashika kila siku. Akipenda tu hiki tayari ameshika deni. Yaani anachukua vitu, mara mume wangu atalipa, mara yani matatizo tu kwenda mbele. Ndio pole sana. Alafu cha ajabu anachukua madeni bila mimi sijui. Anachukua madeni huku na mara amechukua madeni ya mabazi. Yaani vitu mnyumba hivi vimekwisha. Unajua kaka, mimi ni sikati kauli. Unajua tatizo unakuja kujikuta wanawake wa sasa wengi wao wanaharibikiwa kutokana na kirafiki, yale mazingira, warafiki wabaya nini. Natamani alafu na tamaa. Sasa ikishakuwa tamaa ndio inakuwa ni mtihani kwa kweli. Nilikuwa dada enjoy mimi nilivyo mkali. Mimi kwa kweli ningekuja kuongea naye na kuongea naye mimi hapa ningempiga hata mbele yako. Dada yako ana tamaa. Sawa. Lakini sasa pamoja na hivyo, acha nitamwambia mke wangu atakuja kuongea na mke wako ili amweke sawa. Ampe nasaha yeye.
Akishindikana huko na mimi ndio nitalazimika kujaga na mimi sasa huko moja kwa moja mpambane naye. Pale kitu kinachoitwa tamaa, kitu kibaya. Tamaa balaa sana. Tamaa ni moja mwa kichwa cha mambo moja wa jambo ambalo linafanya watu wawe na maendeleo kimaisha kwa sababu ya tamaa. Tamaa ni hatari, tamaa ni hasara sana. Tamaa inaleta hasara. Kiufupi shemeji wangu nashukuru sana. Usijali kabisa. Usijali, tuko pamoja. Mimi hilo tutalifanyia kazi, nitamtuma mke wangu atakuja kuongea na mke wako, haina shida kabisa. Sio wasiwasi. Ndio hivyo, endelea kumvumilia ndugu wanawake, ndugu yangu. Endelea kumvumilia, ipo siku atanyoka. Mbona umenawiri kwa raha zako? Kwa hiyo namshukuru Mungu. Lakini pamoja na yote ufi yangu, mimi nimekuja hapa. Ndio hapa ametoka kuleta mashtaka kwa mume wangu kuhusu mambo yako. Sasa mimi nataka uniambie ukweli kabisa bila kunificha. Mimi ni mwanamke mwenzako. Afu tena wifi yako. Ili niweze kushauri mke wangu. Kitu gani kinakupa stress mpaka unamnyima mume wako raha? Yaani mume wako hana raha hata moja. Mwanaume amekuwa na stress mpaka unamwona amekonda usoni. Hebu niambie tatizo ni nini hasa? Tatizo mke wa kaka yangu, tatizo lipo kabisa. Lipo tena likubwa, sio lidogo. Mwanaume hanipi haki yangu kama mke wa mtu. Sawa. Mwanaume nikimwambia nahitaji kitu fulani hanipi. Nahitaji nguo kama wanawake wengine hanipi. Kwanza mimi ni mtu wa masherehe, maharusi, vitu gani, vitu birefu kama kawaida ya mwanamke. Nende nimevaa nyerera, nende nimevaa kotebu, kitenge unafunga hakifungiki, kinatereza kinaanguka. Ninje kuaibika mbele ya wanawake wenzangu. Ndio kadiri ya Mungu atakuwa mkadiria. Basi hiyo kadiri mimi haijafikia kwangu. Mama, ndio nakukatalia. Nguo za kombo anaendetea mimi nivae nguo kama hizo za kimaskini. Sana tujua kwetu. Sana jua kwetu si palivyo. Lakini huko ni kwenu na hapa ni kwako. Hapana, lazima kadiri na uwezo. Lazima garamie mke wake aonekane kama ni mwanamke wa kipekee. Yaani hilo ndio tatizo haswa? Na lingine lipo. Haitoshi wifi yangu. Na kazi ya kitandani hanitoshelezi. Na hilo ndio linamfanya mwanamke ajenge. Sasa mimi nimekuja kujenga, nimeshindikiza wenye kujenga. Sikiliza nikwambie, nimekusikia sana. Hebu nichukue kwanza ile la kwanza. Na kwamba hakutimizii, sijui unataka uchukue nguo halipi na kadhalika. Halipi. Sikiliza nikwambie. Kuku ula kadiri na mdomo wake. Usimlazimishe mwanaume kupa asiyoweza. Hata kama. Na hilo ni miongoni mwa mambo ambayo yanavunja hata mapenzi, yanavunja moyo. Yanafifiza moyo wa mwanaume. Unamlazimisha akupe nguo ya 800 hali ya kuwa yanapokea 300. Sababu ya mapenzi ya kukupenda na huruma kukurumia, anakubali uchukue deni ambalo hana uwezo wa kulilipa. Sana toa kashi. Sababu kashi wewe mwenyewe unajua mshahara wa mume wako. Si sawa? Unajua kama hizo pesa zote ambazo unakuwa unachukua madeni hana uwezo wa kuzilipa, lakini anafanya hivyo juu ya mapenzi. Juaze mnapanga inabidi lipe nyumba, chakula cha watoto nini. Sasa kwa hiyo unakuwa unampa kero ambayo anashinda kuidhibiti, anakubali kile ambacho hakiwezi ufi yangu. Hapana, lazima na mimi nipendeze kama wanawake wengine. Sikiliza, kupendeza kwa mwanamke ni kule kustirika kwenye ndoa yake, rafiki yangu. Lakini kumbuka kwamba uko unampa kero, unafufiza moyo wake. Hamna kero. Wifi yangu, pokea kile ambacho mume wako anakupa ambacho kinawezekana. Kama hiyo nyerera hiyo kanga ndio uwezo wake, kubaliana nayo. Uenda kesho maisha kabadilika kakupa zaidi. Sababu mume wako ni mstaarabu. Mume wako si msaliti. Mume wako ni mwenye ibada. Mume ambaye anaelewa hisia zako. Kumpata mume kama huyo ni nadra. Ni nadra sana. Hapana. Mshike vizuri mume wako. Kubaliana na hayo. Kupendeza kwa mwanamke ni kule kuheshimika kwa na mume. Kupendeza sio mavazi. Na kuvaa vikiwemo. Sawa, lakini kuku ule kadiri na mdomo wake, kula kile kidogo ambacho mume wako amekipata wifi yangu. Sikiliza, haya mambo ya kuchukua madeni hayafai kwa mwanamke. Unaweza kuchukua deni alafu siku ya mwisho huko ukaja kuaibika, mwenye deni akaja akakuaibisha ukakosa hata pa kukimbia. Sasa mbona ya kashi hanipi? Mbona hizo kashi hanipi? Kashi haweza kukunyima. Gisi ninavyomjua mume wako. Kwanza anakupenda,
anakuthamini, mwanaume mwenye ibada, mwanaume mstaarabu. Hauwezi kukunyima, mimi namjua. Kwa kweli, dunia hada, ulimwengu shujaa. Usifanye hivyo ambayo kesho utakuja kuyajutia. Unasikia? Kaka yako wewe sana pesa, si unajua? Tena haswa ila mimi sijawahi kumpa kero, sijui ninunulie nguo ya 800,000 milioni zima hapana. Jana nakupa. Hapana. Kero jana anakupa. Sikiliza, kuna wakati nakipenda kitu akiniambia mke wangu kwa sasa sina pesa, naambia hamna shida. Kwa sababu gani? Sitaki kumpa kero. Mwanaume, unapokuwa na mwanaume kwanza unamsoma, unajua hali yake, unajua mshahara wake, afu unakubaliana na yale ambayo unayakuta mfi yangu. Au ambao unayafanya utayajutia. Afu lingine unanambia habari za kitanda. Sikiliza nikwambie. Mwanaume yeye anaweza kuwa anajijua kwamba anafanya jitihada na amemridhisha mke wake kwa kile ambacho anakihitaji. Lakini sasa wewe kama ukishaona uridhiki, ni vyema unakaa chini na mume wako. Mume wangu mimi sijaridhika, ni haya na haya na yale ambayo hajui unamfunza. Unatizamaga hata wakufunza. Mimi naona hata nikimwambia ni yale ni kumwaga maji kumgongo wa bata. Hapana, jitahidi kumwambia tu sana. Usifanye hivyo. Sasa hata nikatupa muda wangu nikawa namwambia. Hapana, usifanye hivyo wifi yangu. Kaa chini na mume wako ndio ustaarabu. Lakini kusema kwamba umdharau kwa sababu eti hakuridhishi ni uenda, kama unaona kama ni kiasi cha nguvu, unatafuta kwa mwanamke, mpe madawa, kuna shubiri, kuna dawa za kisuna za kumpa, mfanyie vitu vya maana ili aweze kuwa vizuri zaidi. Lakini usileti dharau kwa hayo mtu ambaye mmeshazaa watoto wawili. Mwanamke huwa ana sacrifice moyo wake kwa ajili ya wanae ili ajenge nyumba yake. Kwa mwanamke mstaarabu, rafiki yangu, mwambie mume wangu hichi akiniridhishi, hichi kinaniridhisha. Na kama hajui, mwambie, mfunze. Unajua mtu anaweza kujua amefanya jitihada zake, kumbe hajafikisha pale ambapo mke wake anataka, lakini ukimwambia unakuwa umemfungua mawazo. Lakini mambo kuleta chuki, dharau kwake sababu hiyo sivyo. Kuwa na subra, mwanamke ni subra ndani kwake. Mpende mume wako, mheshimu. Afu vile vile kula kadiri na uwezo ambao mnao. Usichukue vile vya thamani. Kesho unaweza kauma, mtoto akauma, ukakosa hata hela za kwenda hospitali. Sababu gani? Pesa zote zinaisha kwenye manguo. Ukakosa hata chakula ndani. Uenda kazi kasimama, una madeni kibao, inakuwaje? Si aibu mtaani wifi yangu? Atakuwa ameitaka mwenyewe hiyo aibu. Laita angekuwa haitaki, angekuwa ananipa hata pesa za kuendana, naambia chukua kanunue. Nakushauri mwanaume humlazimishi. Unamuomba kile anacho, akikupa unashukuru, alhamdulillah. Ndiye maisha. Na ndiye upendo. Wengine hawajapata maisha, ila mimi naona kama ni bwana, Nimesema hivi, wenye kujenga. Mwenye masikio aambie sikia. Sikia ninayokuambia, kesho atakuwa na manufaa na wewe pia. Maana mimi nina haraka. Mume wangu alikuwa anatuma huko nikamletea karatasi zake fulani. Lakini nafikiri masaa yangu isikie, lakini ili uweze kujenga ndoa yako. Lakini itakuwa ngumu kwa. Acha basi mimi niondoke, rafiki yangu. So Habib, huyu hapa ndo Asia, ule mdogo wangu nilikuwa nakwambia. Sawa kabisa. Ndio nimwambia mama amlete, nimwambia tulishampatishia ile masomo ya university. Nabidi asome hapa ili nifuatilie, nione naangalia devoir zake, nisaidie. Maana mathematiki yanamsumbua sana. Sasa ndio nipenda aje hapa hivi. Aweze kusomea hapa. Sawa kabisa. Naona kabisa mnataka kufanana sana. Labda naona kushinda mashavu tu. Hamkumbuki kwenye ndoa yetu? Namkumbuka sana. Hivi kaongezeka, kanenepa ajabu. Kama anakula ni nyumba. Unajua binti wa siku hizi. Yaani fumba fumbua. Tutamtafutia mchumba huko huko. Au si? Kabisa. Lakini nataka kwanza amalize university. Unajua nimepiganisha kusema amalize masomo huyu kupata diploma. Sasa hivi acha kwanza. Alafu mama amenituma eti anawakumbuka sana. Yaani mjitolee hata siku moja mwende muangalie. Mimi sana yani. Na kwenda kabisa, usina wasiwasi. Kwa kweli karibu sana. Kuwa huru kabisa. Kuwa huru hapa nyumbani. Hapa ndio tunaishi sisi hapa, masala mazima ya masomo yako, kwa tunakubaliana na mwenzako kwamba tutakusupport mwanzo mwisho. Umenisikia dada? Nashukuru kwa kweli. Wala usina wasiwasi kabisa. Ukipata tatizo lolote lile, wewe ongea na
mkubwa wako atanifahamisha. Nishakaribia, asanteni. Masuala mazima ya masomo hayo sio wasiwasi kabisa, tumekubaliana na mwenzangu tutakufuatilia mwanzo hadi mwisho. Kabisa. Wewe usijali kabisa, wewe tusoma. Tu ni kusoma. Naam, hiyo kabisa. Shule alikuwa yananisumbua. Unajua wakati mwingine tunajua mambo ya kwenda kulima nini. Hapa ni kusaidia mathematics, maana hiyo ndio shughuli kwako. Asia wewe kwa mathematics ovyo. Nasumbua kwa kweli. Wanawake wengi mathematics inawasumbua kweli. Dada yangu. Shoti fafi kama yeye hakuna. Yaani akaisha darasa la 5. Yaani kwa ucheshi tumemsumbua basi. Usumbuki. Yaani huyu ndo zero, yaani hapa na kila fadhali hata yeye amejitahidi hata anakwenda kwenye university na nini. Mimi dada yangu yule zemperi hatari. Yaani kama somo yaani kaisha somo la 5. Somo la 5 kasimamisha basi zempe. Yaani shemeji yako kwa ucheshi. Yaani wewe ndo najisi unapenda kucheka kama shoti. Sasa basi mimi acha niondoke na kuna vitu nataka kuchukua vitu vyangu. Kuna dozi nataka nipeleke kazini mara moja. Hiyo hakuna wasiwasi, ufika huko nyumbani. Nashukuru kwa kweli shemeji yangu. Dada yako huyu haina tatizo. Basi chochote kama atashughulikaji. Wewe mama kwanza tu mna shida. Baya, hamna shida. Mtoto anajalia nini ajana huyu? Asikia mtoto anajalia huyu anajaa huko au vipi? Mwambie mtumishi wake ampe maziwa hapo kwanza kidogo. Shemeji ni mchangamfu. Shemeji ni mchangamfu. Mume wangu. Yaani wewe gisi unapenda kucheka. Ndio nafika hapa nishaanza kutuma nitakufa na cheka. Yaani mimi kama kuna kitu ambacho nampendea mume wangu cha kwanza utani. Afu mnapendezana. Ndio hivyo, alhamdulillah kuna mnapendeza kwa kweli mashallah. Amenipa mume ambaye kwa kweli tunaelewana. Shemeji yako kuwa huru. Yaani ukitaka muongeleshe, ukikuwa na shida ya chochote mwambie tu mnataka hivi. Yuko simple sana. Kwa hilo dada usijali. Yuko simple sana, hamna shida kabisa. Haliwezekani kivipi wewe? Haliwezekani kivipi? Ndugu yako akija kujua kama mimi na wewe tunapendana. Atajua aje kwani sisi